Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni asubuhi njema kabisa. Mungu ametuwezesha kuamka salama, tunamshukuru sana. Asubuhi ya leo nataka kuongea na wewe jambo moja. Katika taifa letu la Tanzania au katika nchi yetu ya Tanzania, katika mitaa na miji ambayo tunaishi, tumekuwa na utaratibu maalumu wa maeneo ya kukusanyia taka, ambapo kila mji, kila mtaa, kila eneo zinakusanywa taka kila wiki, na kila watu, kila mtaa wana siku yao. Wengine ni Jumatatu, wengine Jumanne, wengine Jumatano na kadhalika. Inakuwa katika eneo hilo basi taka zinakusanywa, alafu gari linakuja linachukua taka hizo. Lakini kumekuwa na kero ambayo imeendelea muda mrefu sana. Kuna baadhi ya watu wamekuwa sio waungwana, wamekuwa na tabia mbaya. Wanatoa zile taka katika majumba yao na kisha wanaenda kuweka kwenye milango ya watu wengine, au utakuta wameziweka njiani, au unakuta wamezitelekeza sehemu yoyote. Hilo ni jambo baya ambalo linakera. Ni vizuri sana mwanadamu amua kuwa na utu. Mwanadamu amua kuwa na ubinadamu. Sio tabia nzuri taka umezikusanya vizuri nyumbani kwako na umeziweka katika mfuko vizuri, au katika ndoo, au katika eneo lolote ambao umetunza taka. Lakini unapofika siku ya kwenda kuzitupa taka, unakuta nyumba husika labda mmechukua taka mmeenda kuzipeleka sehemu husika, labda ni jioni au ni asubuhi, lakini unashangaa usiku unakutana na mtu anaweka taka katika geti au njiani au mahali popote. Unakuta unapita mtaa, taka zinanuka ambapo unajua kabisa sio sehemu yake. Kwa mfano kama hapo unapoziona zile taka pale, hii ni sehemu maalum ambao katika mtaa wetu hapa, mtaa wetu wa Unyamwanga, ni eneo ambalo ndio tunakusanyia taka zetu. Inakuwa na hizi taka zikae muda mrefu, nakuta labda baadaye jioni taka gari linakuja kuchukua, na hizi taka zimeanza kukusanywa jana. Unapoziona hapo, jana watu wameanza kuleta, na asubuhi hii watu wanaendelea kuleta, na baadaye mchana au mida ya jioni gari linakuja linazichukua zote. Kwa hiyo hapo unaweza kashangaa napita kesho asubuhi nakuta pako pleni, hakuna taka yoyote. Hiyo yote ni katika namna ya kuweka mazingira yetu vizuri. Lakini hii kero imeendelea kwa muda mrefu sana. Mtu anaweka taka mahali popote, anamwaga taka mahali popote. Naongea na wewe mwanadamu unayenitazama na kunisikiliza. Hebu badilika, hiyo ni tabia mbaya. Serikali inapoweka mazingira maalum ya kuweka taka, kuwa na utaratibu wa kufuata, taratibu ambazo ziko katika mtaa. Haijalishi wewe ni mwenyeji, ni mzaliwa wa mtaa huo, haijalishi wewe ni mgeni, ni mpangaji wa mtaa huo, lakini unapofika katika eneo, katika mji, katika mtaa, ni lazima ufuate taratibu. Hata kama umezaliwa katika mtaa huo au mji huo, lazima uishi kwa kufuata taratibu. Hizi taratibu zimewekwa ili kutusaidia sisi, kutuepusha na magonjwa mbalimbali ambayo yanazaliwa na taka kukaa kwa muda mrefu. Na ndio maana serikali, halmashauri wametoa gari kwamba liwe linakusanya kila wiki. Na ndio maana tunapoona taka zimekaa muda mrefu, huwa tunawapigia simu na kisha wanakuja wanatoa. Wamekuwa waaminifu kutusaidia katika hilo eneo. Basi na wewe ambaye unazolewa hizo taka zako, wanachukua hizo taka zako wanaenda kuzitupa, kuwa mwaminifu, usitupe taka mahali popote. Hiyo ni tabia mbaya sana, ni chukizo kwa wanadamu, ni chukizo kwa Mungu, ni chukizo kwa serikali yako, ni chukizo kwa uongozi wa mtaa wako. Mimi kwa upendo mwingi tu sitaki uje kutane na faini, sitaki uje ukutane na adhabu ya kuwekwa ndani, na adhabu ya kutolewa faini kubwa. Unaanza kusema serikali wamenionea, unaanza kusema uongozi wa kijiji umenionea, uongozi wa mtaa umenionea. Hapana, ni wewe mwenyewe unaanza kuonyesha tabia mbovu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 mstari wa 12 imeandikwa, yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Ninamaanisha nini? Lilo silopenda wewe kutendewa, na wewe usimtendee mtu mwingine. Kama ambavyo wewe haupendi mtu aje kuweka taka mlangoni kwako, aje kuweka taka kwenye ukuta wa nyumba yako, aje kuweka taka kwenye upenuni pako, aje kuweka taka kwenye geti lako, basi na wewe usifanye hivyo. Wewe unaona kama umeweka njiani, sio njiani, ni eneo la watu lile. Ni eneo la watu lile, ni mtu amejenga, ni eneo la uwanja wa mtu. Na kwa sehemu kubwa njia tulizopita, tunapita katika maeneo ya watu.
Kama vile ambavyo wewe upendi mtu aje weke taka kwenye ukuta wako, kama vile ambavyo wewe upendi mtu aje weke taka kwenye nyumba yako, nao usifanye hivyo, nao usiwatendee watu wengine hivyo. Ni jambo baya sana. Hiyo ni kero yangu siku ya leo. Wewe ambao unanifuatilia na kunitazama mahali popote pale ulipo, iwe ni Dar es Salaam, ni Iringa, ni Mbeya, ni Njombe, ni Tabora, ni Kigoma, ni Mwanza, ni Dodoma, kama una tabia ya kuweka taka mahali popote, achana na tabia hiyo, kwa maana ukiendelea hivyo adhabu itakuhusu. Na siku hizi tumekuwa na tabia, tukisha kugundua tunaenda tunamwambia kiongozi, anakuja na kukamata, anakuweka ndani, au unatozwa faini, unaanza kulalamika. Kumbe hiyo tabia mbaya umeianzisha wewe mwenyewe. Shida iko wapi? Kuchukua hizo taka. Kama hizo taka ni nyingi, sio urudie mara mbili, upeleke mara ya kwanza, upeleke mara ya pili, basi linakuwa ni jambo jema. Lakini sio unakuwa na tabia ya kutupa taka mahali popote. Ameni, uwe na wakati mwema. Asante.